Bonga TV siku zote. Yo, watu wangu, watu wa nguvu, watu wa power, siku zote representing. Ulisema tuwazindulie na sasa tunawazindulia mpaka viongozi. So niko hapa hivi City Hall, nimetafuta the MCA himself, Reki Reki, the man wa mtaa, man of the youth, man of the people. Karibu sana kiongozi. Asante sana kwa majina, naitwa Redson Otieno Onyango. Yes. Ama Reki Reki, mheshimiwa wa Ngei Ward. Yes. Nilichaguliwa 2017 naenda paka 2032. Ndio hivyo. Wanasema watu wako one term, wengine wako two term, wewe wamesema sasa tunakupeleka the third term. Mimi ni third term, ndio kwa maana nasema from 2017 Yes. to 2032. Yes. Mimi ni 3 term na President Ruto ni 2 term. Okay. Hapo ndio tuko. Hapo ndio tuko. Yes. So tuseme kiongozi, tuko saa hii 2026 kufanya elections 2027. Umeserve all the years from 20 wenye umesema mpaka saa hii. Ngei Ward ni unafeel ni nini different mpaka saa hii unafeel mimi kama Reki nataka niende mpaka 2032 na Ruto akue tuta. Unafeel tukiingia Ngei ni nini tuna rejoice. Unaona, tamu yangu ya kwanza nilikuwa na challenge. Yes. Kwanza kwa hiyo tamu yangu ya kwanza niliweza kutengeneza barabara moja. Ile issue tuko nayo ni funds. Na kuna sheria tunataka iletwe na parliament, tukue na kitu inaitwa Ward Development Fund. Ni kama CDF. Unaona kama hii for example, tukiwa na Ward Development Fund, kama sisi barabara zetu zinakuwaga around, ilikuwaga mara ya kwanza ilikuwa 17 million, ikaenda 20, sasa imepelekwa 23, sasa imepelekwa paka 25. So tungikuwa na hiyo kitu kama Ward Fund, sasa tunaloketiwa hata kama ni 80 million, unaweza fanya mradi kwa ward yako through public participation. Zile miradi mimi nafanya si ati ni mimi nachagua, ni nafanyaga public participation. So hiyo tamu ya kwanza uliona nilitengeneza barabara moja, juu inakuwaga very tricky. Ni kama unaingia form 1 ndio uanze kujua machuo mnafuata hii ndio wekewe barabara kwa budget, inachukua muda. Yes. Kiongozi Redson, viongozi wamefika kwa hii kijiji na wakati ulikuwa unachaguliwa pale, kuna wale viongozi the first term walitolewa, kuna wale wenye mmeingia nao the second term, mmekuwa mkiserve kwa. Unafeel ni nini wewe kama Redson Reki Reki uko different na viongozi wengine? Unaona, kama unaona hiyo the first term, hii the second term, angalia si ati najifanya, angalia kwa the whole constituency. Tuma watu, tembea, uliza tu ni nani kati hizi ward sita, nani ametengeneza mabarabara mzuri, nani ameweka street lighting. Unajua apart from barabara, unajua kuna wale watu tunaandikaga kazi na kuna wale watu hawataki kuwekwa kwa media. Mtu nikisha kuandika kazi ni wewe ukitaka kwenda kusema Reki alikuandika kazi, hiyo ni sawa, lakini sio mimi nakuja na toa picha yako na kukwambia lazima ukae pale. Ana kuna vitu zingine tunasamanga tenda wema nenda zako. Yes. Reki Reki unakuja kufanya campaign na 2027 imewaka. Election inakuja differently na mayouth wamekuwa empowered kwa kijiji. Wanasema vijana wange, mimi nimetembea pale, wanasema tutafutilie MCA wetu, talk to him. Ni nini unakam nayo different ama ku add kwa empowerment ya mayouth yenye Ngei Ward? Vile nilikuwa nimesema mara ya kwanza, Yes. Unajua kama sisi hatuna fund yoyote, so anything, hata saa zingine kuna saa zingine county government inatoaga tanks, na kuna saa zingine vitu kama tanks, kuna car wash, tunaingia kwa pesa yetu kwa mfuko, si ati naenda mahali niko na fund. So kuna vitu zingine ni kujikwamua. Kama saa hii mimi nashukuru Generali Korir, anything ile nafanyaga iko mkono yake. So hapo ndio tuko, ndio kwa maana nasema tuko kwa 2 term. Unaweza pata kama saa hii niko na vijana wangu pale Metameta wanataka tangi na 10,000 liters ni as from 100,000 to 110, inaenda paka 130. Na hii nimeshaambia General Korir anytime nitachukua tangi, atanipatia tangi na machine ya car wash. So unaona inakuwa challenge. Watu maybe wanaweza fikiria niko na fund ama Reki anakataa kusaidia, lakini si kupenda kwangu. Pale tutafika na pale ile tutaweza, tunaomba usaidizi kwa hao viongozi wetu. Yes. Kiongozi wangu, tumeona wenzako kwa kijiji wana run.
ma MCA, ma coming incoming aspirants. Wengi ni wenye wanataka kusupport Wakili, wengine wana support Rafuok, wengine wako kwa hata wana support Moha, wengine wana support wewe unafeel aje kiongozi, tuende na nani pande yako? Unajua mimi Yes. hii siasa ni interest. Unapata unaweza pata masupporters wangu, watu wangu wale wa ndani, kuna wale wana support Odalo. Watu wangu wa ndani kuna wale wako kwa Moha. Watu wangu wa ndani kuna wale wako kwa Wakili. So mimi nilisema sitaki kudivide. Juu nitakuja for example, nimeita mkutano, niseme na nimeshajaribu unasema una support mtu fulani, so wale wana feel ni kama unaweka kwa kona. So mimi nilisema agenda yangu na kuwaga scratch my back, scratch your back. Agenda yangu kwa sahi ni William Samoei Arap Ruto na Redson Otieno adek tatu. Hapo kwa MP siku itafika. Unajua, na sitaogopa kusema, unajua kuna saa zingine watu wanaonaga mtu amenyamaza, unaona mtu ni muoga. Ni heshima huwa tunapatiana, ni heshima, kwa sababu ukiona hizi kambi, na sitaogopa kusema, utapata watu wa Wakili for example wataki kuongea na mimi juu na support Rafuok for example, na watu wa Rafuok wataki kuongea na mimi ati na support Wakili. Na mara ya kwanza hii madume wawili ni marafiki zangu. Daktari Odalo, chairman wa budget, is my best friend, my big brother. Tumesaidiana na yeye, ni kama chanda na pete. Lakini sasa ni masupporters wetu, saa zingine wanaletaga division. Utapata for example, mimi nimekaa naambiwa nimeonekana mahali fulani. Kama propaganda ilikuja, wanasema Moha amenipatia 1,300. Huyo Moha sijai muona. Mimi namsikia, namuona kwa mtandao, kwa hiyo jukwaa. Sasa unaona hao supporters wetu, mbeleni nilikuwa kwa Odalo. Lakini kuna fitina ikakuja, nikasema ndio nisigonganishe watu, wacha reki akae kando kidogo. Mimi nifanye maneno yangu, kila mtu afanye maneno yake. Ikifika inshallah tutapatana hapo mbele, tutashikana na vitu iende mbele. Mimi sahi siogopi. Sahi najua sasa hata naletewa opponents. Unajua opponents wanaletwa ya kutudivide. Lakini si wenye kura ni wenye ngei. Si hao ndio wataamua. Wataona Reki ameingia, tamu ya kwanza alifanya hii, Reki ameingia, tamu ya pili amefanya hii. Sasa Reki anataka kuingia tamu ya tatu. Mimi nataka kama saa hii kabla nimalize, Ruto ametupatia 1 kilomita. Itaanza anytime. So ile upande hiyo metameta karibu barabara 6 itaekwa lami. So nini ingine tutakuwa tunauliza? Nini ingine tutakuwa tunauliza? Nafasi za kazi pia zikikuja, mimi huwa napatiana. So ni vile huwa sisemi nimepatia huyu, lakini propaganda inakujaga. Reki, onyesha watu wako wale umeandika, lakini mimi kila mtu yako na style yake ya kufanya vitu zake. Yes. Unadhani kwa macompetitors wako, unadhani ni loophole gani iko hapa Ngei? Unavila competitors wako kifika wanaweza kukulemea nayo kiongozi? Hakuna loophole. Unajua wanasahau ile siasa nilifanya 2017. Yes. Ni different na ile tulifanya 2022. Okay. Na itakuwa tena different ya next year. Unajua sasa tuko kwa serikali. Na mimi siwezi wachilia kiti. Unajua wamezoea kuona Reki ni mpole. Lakini mimi huwa nanyamaza hivyo, nafanya vitu zangu chini ya maji, lakini pale sijaona mtu. Wale naenda kuuma asubuhi na mapema. Yes. Yes, sir. So kiongozi, tukimalizia to the national government, tumeona umesema we ni 2 term na you stick there. Governor pia ni 2 term ama governor sio 2 term? Sasa hapo kwa governor, ile mimi msimamo yangu ni William Ruto 2 term. Yes.
Redson Otieno Onyango 3 term. Hii ingine sasa tunagojea juu. Tunajua governor lazima ikuwe ni wa ODM. Sasa si tutaletewa tujue huyu ndio mtu wa ODM. Si watu wataenda nomination. Unajua sasa hii ni democratic right ya mtu. Naweza support huyu, naweza support huyu. Na uwezi support ule mtu akusaidii. So lakini pale nimeweka uzito. Hata ya governor sitaki kuongelea. Pale mimi naweka uzito ni William Samoei Ruto 2 term, Redson 3 term. William Ruto akikosa sisi tutafanya nini? Hapo ndio kila kitu. Nguvu zetu ziko huko. Lakini hata hii yangu nitachukua. Unajua anasema Reki ni wanachukuaga mimi ni mpole. So huwa wananiattack. So na kila siku wanasemaga ati naiba. Na ni Mwenyezi Mungu. Hii kama wanasemaga naiba mbona wasiibe? Hii vile una play game zako, mshindi anakuaga mmoja. So ile mimi ndasema William Ruto 2 term, Redson Onyango 3 term, na courtesy of PS Raymond Omolo pia anatusaidia na Korir. Hao ndio PS wawili wametushikilia sisi wana Nairobi. PS Raymond Omolo na Generali Korir. Yes. Tukimalizia kiongozi, our youth wanatumika sana kwa sahi politics ya sahi. Naona mtu akiweka department ya mabloga, department ya secretariat, department ya treasury, anaweka mpaka department ya magoons. Una feel 2027 kwa kampeni yako ya Ngei, unahamasisha peace aje? Utatumia tool gani kuweka peace pale Ngei, Mathare at large kwa campaigns zetu? Unajua kitu moja, hata ukienda ingia ground siku moja. Mimi from 2017 hata vijana wangu mimi sijaituma mtu aende vuruge mtu. Mimi niliwaambia ukivuruga mtu na niambie umevuruga mtu, ukipelekwa pale kwa cell, mimi usinipigie. Nipigie Reki nimeshikwa nilikuwa nauza maji. Reki nimeshikwa nilikuwa na mali pa pool wanasema maneno ya license. Hiyo nitakusaidia. Mimi vijana wangu angalia, kuna kina Kevolaiti, iko kijana mmoja anaitwa Ford, iko mwingine anaitwa Kaja. Ukiuliza hakuna violence mimi na nini. Mimi situmagi, na sasa pia ninaambia hii maneno ya goons tuache, kwa sababu nitatuma kijana aende adungwe kisu. Tatuma kijana aende auawe. So unajua hata hiyo, unajua ni vile watu wajuage in future inarudigi na kuhaunt. So maneno ya goons tunasema ni no, ni serikali kuu au magoons. Unajua sasa tena problem, mtu ameshikwa na ni goon, ni mtu wako, utataka kwenda kumtoa. Lakini tukisema maneno ya goons tuache, itaisha. Ni hao tu tunaomba President Ruto hii maneno ya goons ndio ishe. President akona roho ya kusaidia. Mimi hata nasema nikichukua hii awamu ya 3 juu tuko kwa serikali, nitafanya juu chini. Group sote wale kwa ward yangu wako na certificate. Group sote ya wamama na vijana wako na certificate. Na hapa ya kwamba nitawapeleka State House, wapeleke proposal yao, watasaidika. Na ile ingine naweza ongelea ni ya Senator Jalango. Huyo ni mtu yetu, na huyo pia namkampenia. Naomba wana Nairobi wapatie Jalango kura. Ni mbaya. Niko naye hapo Mvitesa pale Ngei. Ni mbaya. Huyo ni mtu wangu. Unajua hapo kama Bonga TV. Nitamulete. Sasa hii ni vile ako Tokyo Japan. Huyo ni mtu unapigia simu anashika. Pigia Omolo simu anakuambia shida iko wapi. Pigia Korir simu anakuambia nipatie 2 minutes. Hivyo unajua sisi ni viongozi. Unajua naweza kuwa na problem mtu wa ward nipigie, lakini kiongozi akikupigia na respond, huyo ni mtu unampatia heshima. Sasa hapa kwa nani? Nilikuwa na sawa hapa kwa senator, tuko na Jalango. So apewe, unajua hapa tano fresh. Kwa Jalango hapa kwa governor si mbaya. Governor nampenda. Sakaja mimi nampenda kama Redson. Amenisaidia. Ni mtu mzuri. Namtakia mema. Si ati simtakii mema. Hata 2 to 3 weeks Sakaja alinisaidia personally. He is a good man.
ni kijana kama sisi, ni rika yetu. Mimi ile kitu nasema Sakaja, mimi nakutakia mema, najua kuna roho ya kusaidia watu, lakini sitaogopa kusema kuna mtu mmoja tu, kuna mtu mmoja anakukosanisha na watu, sitataja jina, anajua, lakini akirudi kwa ground aambiwe ndio ni mtu wake. Lakini kuna vitu zingine, Governor Sakaja, fanya decision peke yako. Ukiongea na mtu usiende fanya decision kama hii ya mwisho tuliongea na wewe na ukafanya decision na ilienda through. Asante. Final remarks kwa watu wa Ngei, ukiomba kura 2027 Reki. Mimi Wanangei, mimi ni mtoto wenyu. Ule mtu nimekosea, naomba msamaha. Nitakuja tena munipatie kura. Niko na imani mtanipatia kura from 2017 to 2032. Hiyo at least nitakuwa nimepiga miaka 15, na mimi nawashua from 2032 sitasimama kiti ya MCA. Inshallah hii kiti ya Mathare 2032, najua mnanipenda watu wa Mathare na Walombo Tov. Asanteni. Bonga TV siku zote representing. That was from the MCA Redson Reki himself, boy wa mtaa. Hapo hivyo subscribe, to follow, to share. Reki amesema simu anashika, amesema watu arifa kwa kila mhesh mwenye ako na connection tu. Bonga TV siku zote, au sio? Bonga TV siku zote.